أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ametupa taufiki tumeweza kudiriki mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Mwenyezi Mungu ameutambulisha shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Kwa hapo kuna vitu viwili. Kwanza kuna mwezi wa Ramadhani, lakini pia kuna unzila fihi alquran. Qurani imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa sababu mwezi wa Ramadhani umeonekana unastahiki. Kwa nini Qurani haikuteremshwa Shawwal, haikuteremshwa Safar, haikuteremshwa Dhulhijja? Ni kwa sababu shahr Ramadhan, mwezi wa Ramadhani vile ulivyo, matukufu yake, masiku yake yameonekana yanafanana na yanafaa kuwa ni chombo cha Qur'an, kuwa ni chombo cha Qur'an. Kwa chukua nukta ya kwanza kwamba mwezi wa Ramadhani ni nini? Ni chombo cha Qur'an. Mwenyezi Mungu katika aya hii shahru Ramadhan hakutambulisha kwamba shahru Ramadhan alladhi furidha fihi siyam. Alipotaka kuutambulisha mwezi wa Ramadhani hakusema ni mwezi ambao funga, hakusema ni mwezi ambao funga imefaradhishwa ndani yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuongea hivyo, wala hakusema ni mwezi ambao una amali nyingi kuliko miezi mingine, isipokuwa amesema shahru Ramadhan ni mwezi ambao ulioteremshwa ndani yake Qur'an. Hivyo basi tunapata kufahamu kwamba mwezi wa Ramadhan, miongoni mwa mambo ambayo yameongeza utukufu na matukufu ndani ya mwezi wa Ramadhan ni swala zima la kuteremshwa Qur'ani ndani yake. Swala zima la kuteremshwa Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhan ni jambo ambalo limeuongezea mwezi wa Ramadhani matukufu, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Kuna nukta ambayo ni vizuri kwa wanafunzi wakaifahamu. Kwa mujibu wa riwaya ya Ahlul Bait za Ahlul Bait alayhimus salam, Allahumma salli ala ukitaka kuongea na Mwenyezi Mungu, fanya maombi, fanya dua. Maqamu dua, maqamu ya dua ni maqamu ambayo mu'min anaongea na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukitaka kuongea na Mwenyezi Mungu, basi fanya dua. Ukitaka Mungu aongee na wewe, soma Qur'an. Ukitaka Mungu aongee na wewe, soma Qur'an. Narudia, ukitaka kuongea na Mwenyezi Mungu, omba dua. Ukitaka Mungu aongee na wewe, soma Qur'an. Ukitaka kuketi na Mungu, kwa maana
mzungumze naye, yeye anazungumza na wewe unazungumza naye, nenda kasali. Sala ni makamu ambayo al-insanu yatahaddathu ma'a ar-rabb war-rabb yatahaddathu ma'a. Sala makamu yake ya kwanza ni kwamba wewe unaongea na Mungu na Mungu anaongea nawe. Kwa haya mambo matatu ni mambo ya msingi kuyazingatia. Sasa mwezi wa Ramadhan kama ni unzila fihi al-Qur'an, maana yake ni mwezi ambao wewe unatakiwa upokee kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni mwezi ambao unatakiwa upokee kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tumesema ukitaka Mungu aongee na wewe inabidi usome nini? Qur'an. Kwa sababu Qur'an ni maneno ya nani? Ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unapoyasoma yale maneno ni kana kwamba Mwenyezi Mungu yupo anaongea. Na ndio maana Mungu anapokuwa anaongea fastami'u lahu wa ansitu. Kwa ni lazima mkae kimya na msikilize, kwa sababu Mungu yupo anaongea, kwa sababu Mungu yupo anaongea. Kwa hiyo kama mwezi wa Ramadhani umekuwa mtukufu kwa sababu Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani, swali la msingi, je, sasa ile siku ambayo Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani itakuwaje? Kama mwezi wa Ramadhani umekuwa ni mtukufu kwa sababu Qur'ani imeshuka ndani yake, sasa ile siku maalum ambayo Qur'ani imeshuka, ile siku itakuwaje? Inna anzalnahu fi lailatin, hiyo siku Mwenyezi Mungu ameipa jina, ameita kuwa, inaitwa kuwa ni siku ya nini? Ya Qadr. Kwa hiyo siku ambayo Qur'ani imeshuka, imetushukia, Mwenyezi Mungu ameiita kuwa ni siku ya Qadr, akitaka kuashiria kwamba ni siku maalumu na nyeti sana. Lailatul Qadr. Al-Qadr min al-qadar wa taqdir, kwamba Mwenyezi Mungu ameifanya siku ambayo Qur'ani imeshuka kuwa ni Lailatul Qadr min al-qadari wa taqdir, kwamba ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anaikadiria hatima yako. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anaikadiria hatima yako. Mwenyezi Mungu anaikadiria hatima yako siku gani? Siku ambayo Qur'ani imeshuka. Siku ambayo Qur'ani imeshuka ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu anasoma kitabu cha maisha yako ya mwaka mzima. Kitabu chako pale kinasomwa pale. Kitabu kinasomwa fi lailatil qadr, kwamba huyu, makadirio maana yake ni nini? Makadirio maana yake ni tupaweke wazi kidogo. Tunaposema ni siku ya makadirio, kwa maana sasa Mwenyezi Mungu anafanya makusanyo ya matendo uliyoyafanya kwa muda wa mwaka mzima. Uliongopa, ulisema uongo, uliiba, ulisali, ulifanya hiki, ukafanya hiki, yale yote yanakusanywa. Kufuatia sasa yale uliyoyafanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukadiria kwamba huyu kijana mmoja anatakiwa awe na maisha mabaya sana. Kwa nini? Kwa sababu huyu aliishi duniani pasina kunijua. Mwaka mzima alikuwa anafanya mambo yake. Sasa mwaka huu atavamiwa na majini 20. Kwa hiyo wewe utasumbuka na mashetani tu. Kwa nini? Kwa sababu hilo limekadiriwa katika nini? Katika Lailatul Qadr. Limekadiriwaje? Ni natija ya maisha ulioyaishi kwa kipindi cha mwaka mzima. Kuna wengine wamekadiriwa tarehe fulani atapata ajali ya pikipiki, atakula mguu wake wa kulia. Ikifika tarehe fulani ataenda Muhimbili, atakaa huko. Ikifika tarehe fulani itatokea hiki.
wakati yuko hospitali mtoto wake ataumwa, mke wake atakufa. Yote haya yanakadiriwa katika nini? Katika Lailatul Qadr. Kwa upande wa wanafunzi kadari ndio hiyo hiyo. Huyu atakaa hapa miezi miwili, ataondoka. Akishaondoka hapa atenda sehemu fulani, atakuwa anatembeza vyombo. Akitoka hapo unakadiriwa wewe maisha yote mwaka mzima. Mwingine anakadiriwa huyu ataenda sehemu fulani, atasafiri, atakunywa pombe, atavuta bangi, atavuta sigara, kulingana na matendo ulioyafanya, kwa sababu kila mti unapoupanda huo na matunda yake. Kwa hiyo ule ni usiku wa kadari, ni usiku kila mmoja anakadiriwa. Kwa kunao wapo ambao wanakadiriwa mazuri na wako ambao wanakadiriwa mabaya. Mungu haongezi wala hapunguzi. Yote hayo yanatokana na matendo ambayo wewe mwenyewe umeyafanya kwa muda wa mwaka mzima. Hiyo shughuli sasa Mungu anaifanya fi tilka al-laila allati qad nazala fiha al-Qur'an al-Karim. Hayo Mwenyezi Mungu anayafanya katika ule usiku ambao Qur'ani imeshuka ndani yake. Kuna wengine wanaandikiwa kwenda kuhiji mwaka huu, inshallah wewe utakwenda kuhiji. Kuna wengine wanaandikiwa kuoa mwaka huu, wewe utaoa. Kuna mwingine anakadiriwa watoto. Kila mmoja na mambo yake na kila mmoja na mzigo wake, na hiyo ndiyo kazi ya Lailatul Qadr. Riwaya kutoka kwa Imam Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Sadiq anasema kwa hakika usiku wa tarehe 19, inna lailata 19, usiku wa kuamkia tarehe 19, ule usiku wa kwanza, ule usiku wa kwanza wa kuamkia tarehe 19, ule unaitwa ni Lailatut Taqdir, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza kukadiria usiku ule pale. Mungu anaanza kukadiria usiku wa kuamkia tarehe 19. Na hapa kuna kitu kizuri inabidi kujifunza. Lakini anasema kwamba usiku Lailatul Wahid wal 20, usiku wa kuamkia tarehe 21, anasema ni Lailatul Ibram, ni usiku ambao sasa faili lako linahakikiwa, kwamba kile alichokikadiria Mwenyezi Mungu usiku wa tarehe 19 sasa kinakuja kuhakikiwa usiku wa kuamkia tarehe 21, ambao ni usiku wa jana. Kwa usiku wa jana mafaili yetu yalikuwa na hakikiwa kulingana na yale makadirio ya Mungu ambayo yamefanyika usiku wa kuamkia tarehe 19. Usiku wa kufunga faili ni huu unaokuja. Imam Sadiq anasema ni Lailatul Imdha, usiku wa kuamkia tarehe 23. Ule ni usiku sasa wa kulisaini lile faili, kwa maana Mwenyezi Mungu kile alichokikadiria baada ya kuhakikiwa, ina maana na saini kiende kikatokea duniani katika maisha yako, kiende kikatokea duniani katika maisha yako. Kwa kama ilikadiriwa kuibiwa, sasa Mungu anasaini kwamba uende ukaibiwe vizuri. Kama uliandikiwa kufanya maasi kulingana na matendo yako, uende ukayafanye vizuri. Yote hayo yanaandikwa usiku wa kuamkia tarehe 23. Lailatul Imdha ni usiku sasa wa kusaini faili. Limadha
ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام اللهم صل على محمد وحثونا كثيرا مرارا وتكرارا على موضوع الدعاء. Ni kwa nini Ahlul Bait alayhimus salam wametuhimiza sana kwamba katika haya mausiku matatu tusome sana dua? Limadha, kwa nini? Kwa sababu riwaya zinasema la yuraddu alqada'u illa bidua. Kwa hakika kinaweza kikakadiriwa, linaweza likakadiriwa jambo, lakini kwa maombi yako Mwenyezi Mungu akawa amelibadilisha. Kwa hiyo swala zima la kukesha, swala zima la mkesha ni swala ambalo Mwenyezi Mungu anakupa fursa ya wewe kujikadiria, kwa maana kile unachokitaka kiwe kiseme sasa, kile unachokitaka wewe kitokee katika maisha yako, unapewa fursa kupitia mlango wa maombi kwamba sasa kiombe. Usipoomba kitatokea kile, ukiomba kitatokea hicho. Usipoomba kitatokea kile, ukiomba kitatokea hicho. Kwa hiyo ndugu wanafunzi, tukisikia kuna Lailatul Ihya, kwamba leo ni usiku wa kuhuisha, na hasa usiku wa tarehe 23 ambao upo mbele yetu finali, huo ni usiku ambao kwa namna yoyote ile, kama usiku wa kuamkia tarehe 19 tumeupoteza, kama usiku wa kuamkia tarehe 21 tumeupoteza, basi tuhakikishe usiku wa kuamkia tarehe 23 tunafanya kweli, kwa sababu ndio usiku wa kusaini mafaili, ndio usiku wa kusaini mafaili. Kwa bahati mbaya sana, maal asaf ashadid, kuna watu wengi la yafahamun, hawaelewi usiku wa Qadri ni usiku wa aina gani. La nafahamu, hatuelewi usiku wa Lailatul Qadr ni usiku wa aina gani. Kwanza mfahamu kwamba usiku wa Lailatul Qadr katika kipindi chetu sisi na katika zama zetu sisi tunazozishi, miongoni mwa zawadi kubwa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa watu wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa zawadi kubwa ambazo tumepewa watu wa ummati Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, ni Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, الرواية تقول فإن الله سبحانه وتعالى قد وهبه إلى هذه الأمة. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitoa kuwa ni zawadi kubwa. Riwaya inasema zawadi ambao walio watangulieni nyinyi zawadi hii yao. Kwa ndio maana hapa kuna munakasha ilmiye. Ahli al-Qadr lam yakun thumma kan. Je, Qadr ni kitu ambacho zama zilizopita Qadr ilikuwa haipo, sasa ni zawadi, kwa maana ya kwamba katika umma huu Mungu ameanzisha, ama ilikuwepo lakini ilikuwa haijulikani.
kuna ikhtilafu baina ulama. Katika kipengele hiki kuna mitazamo ya aina mbili, lakini al-asah, mtazamo sahihi ni kwamba al-qadri pia ilikuwepo. Fa inna ba'da ar-riwayat taqul, kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiumba qadr mundu an khalaqa Adama, tokea alipomuumba Nabii Adam aliumba pia kitu kinachoitwa nini? Qadr. Isipokuwa fa innal qadra kana min asraril anbiya, qadri katika zama zile ni moja ya siri za manabii. Ni manabii tu peke yao ndio ambao waliokuwa wakifaidika na nini? Na qadr. Kwa hiyo wewe Mwenyezi Mungu kukuletea qadri, qad rafa'a manzilaka, yani ameinyanyua daraja, amekunyanyua wewe daraja, amekunyanyua wewe daraja, kwa sababu ile siri ya manabii na wewe tushariku hum fihi, unawashirikiana nao. Hii sio kitu kidogo hii. Ibilisi alishirikishwa kwenye ibada ya malaika, ile kushirikishwa lile ni daraja. Wewe umeshirikishwa kwenye ibada ya siri ya ndani, ufunguo wa manabii, na wewe pia umeshirikishwa nini? Lailatul Qadr, manzila. Hii ni daraja kubwa sana. Ndio maana riwaya inasema fa inna Allaha qad wahabahu ilaykum, kwa hakika Mwenyezi Mungu ameifanya Lailatul Qadr kuwa ni zawadi kwenu. Lakini nani ambaye anaifahamu kwamba Lailatul Qadr ni zawadi? Man? Maal asaf bado haijatambulishwa Lailatul Qadr kama inavyotakiwa, na ndio maana watu wengi hawajaelewa mpaka leo Lailatul Qadr ma huwa. Lailatul Qadr ni kitu gani? Na hapa namkumbuka Sayyid Ibn Tawus, sahib kitabu Iqbal al-A'mal, ananjia katika kichwa changu hapa. Sayyid Ibn Tawus, mtunzi wa kitabu cha Iqbal al-A'mal, wa inna hadha ar-rajul, wa hakika huyu mwanazuoni, hadha al-alim, mwanachuoni huyu Sayyid Ibn Tawus anasema ilikuwa mwezi wa Ramadhani unapoisha tu, yatahayya li lailatil qadri li sanatil muqbila, alikuwa anajiandaa, anaweka maandalizi ya kudiriki. Sikiliza vizuri maneno nayoongea, naomba usikilize vizuri. Anaweka maandalizi ya kudiriki, ya kuishi, ya kuipata, ya kuwa ndani ya Lailatul Qadr ndani ya mwaka ujao. Kumbe Lailatul Qadr inahitajia maandalizi. Lailatul Qadr inahitajia maandalizi. Hadha Sayyid al-Arif al-Jalil, mwanazuoni mkubwa huyu, ukiisha tu mwezi wa Ramadhani yatahayya, sio yatahayya li Ramadhanin akhar, la li Lailatul Qadr, kwa maana anajikoki vizuri, anajiweka sawa ili aweze kudiriki Lailatul Qadr ya mwaka ujao. Sasa na wewe leo unaweza ukaitumia kuwa ni siku muhimu ya kufanya maandalizi. Soma Qur'ani sana, istighfari sana, ili uweze kudiriki nini? Lailatul Qadr. Nimesema kudiriki, naomba nipafungue tena. Naweza nikasema kudiriki, kumbe kuna watu bado hawajanipata nini maana ya kudiriki. Na hicho ni kipengele muhimu sana kwenye maongezi yangu. Hicho ni kipengele muhimu sana kwenye maongezi yangu. Sikiliza hicho kipengele. Je, hal ihya'u lailatul qadr yani dhalika darku, mtu akikaa usiku hajalala, hajafanya nini kwenye usiku wa Lailatul Qadr, je, maana yake amediriki Lailatul Qadr?
hal idha qaraa shakhsun alquran alkarim fi hadhihi allayali, mtu akisoma Qur'ani tukufu, hal yani dhalika qad adraka laylatul qadr, ukisoma zako tu Qur'ani maana yake umeudiriki usiku, umeidiriki alqadr au awalan la shaka wala rayb, hakuna shaka na wala chenga, man yaqra'u al-Qur'an al-Karim fi hadha ash-shahr al-mubarak yuthab, anayesoma Qur'an katika mwezi huu anapewa thawabu nyingi. Qad warada riwayatun mutaaddida an an-nabiy al-akram salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, anna qira'ata ayah في شهر من القرآن الكريم في شهر رمضان يعادل ختم القرآن في سائر الشهور. ukisoma aya moja bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad, ukisoma aya moja tu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yuadil khatma alquran alkarim fi sairi shuhur, basi thawabu unazozipata wewe kwa aya moja ni sawa na thawabu anazozipata aliyehitimisha Qur'ani kwenye miezi mingine. Lakini kaifa dhalik, kuna watu wanasoma Qur'ani kama wanachimbua majini. Hicho kisomo sio kisomo cha Ahlul Bait. Suila al-Imam Sadiq alayhi salam, Imam Sadiq aliulizwa alayhi salam, Allahumma salli ala sa'alahu ahadu ashabihi, mmoja kati ya masahaba wake walimuuliza, hal je ninaweza kusoma Qur'ani yote fi lailatin wahida, katika usiku mmoja, hal yajuzu li dhalik? Faqala lahu al-imam alayhi salam la tafal dhalik, usifanye. Kwa imam alimkataza sahaba wake asiisome Qur'ani yote kwa usiku mmoja. Hii inaashiria kuna watu wana uwezo mpaka yeye anauliza, manake hilo jambo lina. Akauliza tena, wa hal yajuzu an aqra'ahu fi laylatayn, ninaweza nikasoma Qur'ani tukufu msahafu mzima, basi nigawe, usiku wa kwanza nisome nusu, usiku wa pili nisome nusu, nimalize. Faqala lahu la tafal dhalik, usisome hivyo Qur'ani kwa mfumo huo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akaendelea kumwambia, je, kwa siku tatu? Imamu kama vile anatikisa kichwa, anamwambia okay, zingatia kitu kimoja, wala taqra'uhu hadramatan, utakiwi kuisoma Qur'ani kama unakimbizwa. Utakiwi kuisoma Qur'ani kama unakimbizwa. Katika mambo ambayo tumekatazwa kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuisoma Qur'ani bila mazingatio, kuisoma Qur'ani kama unakimbizwa. Hivyo basi katika usiku wa Lailatul Qadr, iwapo wewe utasoma Qur'an, la shaka wala raib, hakuna mashaka kwamba utapewa thawabu, hakuna mashaka kwamba utapata ujira, lakini ile haimaanishi ya kwamba wewe umeiona Lailatul Qadr. Utapewa thawabu tu, Mungu atakujibu, baba soma, utapata khairi, lakini Lailatul Qadr ina masharti yake. Lailatul Qadr ina masharti yake ili uweze kuidiriki Lailatul Qadr. Pamoja na hayo niliyoyasema, kuhuisha ni miongoni mwa masharti
ya wewe kudiriki Lailatul Qadr, na wala haimaanishi kwamba ukihuisha umediriki Lailatul Qadr, ila ni moja ya masharti. Kufanya ibada ni moja ya masharti, lakini ukitaka udiriki Lailatul Qadr kuna mambo mawili ni lazima uyazingatie. Kuna mambo mawili ni lazima uyazingatie. Sasa haya mambo mawili unatakiwa ukae mkao mzuri uyapokee. Kuna mambo mengine ukiyataja usipoona hadhi yake ukakaa mkao kuyapokea na kulaani wewe. Kesho ukitoka hapa utapata balaa. Hili balaa limetoka wapi? Limetoka wapi? Kumbe wewe wakati riziki ya Mungu inakujia ulikuwa wewe nini bana, umekaa zako wewe tu kama uko hospitali uko na shida zako. Kaa jikusanye, kaa julusa almasjid, kaa ule mkao ambao ar-rasulul akram sallallahu salawatu rabbi wa salamu alayhi Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Ihtiraman lilmasjid, kuna mikao maalum ambayo iliyofanyaje, iliyofundishwa. Ihtiraman lilmasjid, kuna mikao ambayo iliyoelezwa. Inshallah acha nivuke hiki kipengele alafu nitakuja kuelezea hiyo masjidi na nini, sichanganye mada. Naomba nimalizie kwanza kipengele cha Lailatul Qadr. Ni muhimu sana, ni muhimu sana. Ukitaka udiriki Lailatul Qadr, ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala akupe tawfiq ya kudiriki Lailatul Qadr, ni lazima na wewe usiku ule ujiandae kupokea vitu viwili. Yani uishi ile hali kwamba mimi sasa usiku huu nimekuja kupokea vitu viwili. Kitu cha kwanza, kando na kuisoma Qur'ani, mimi leo nataka niipokee Qur'ani tukufu katika moyo wangu. Ewe Allah, Lailatul Qadr ni usiku ambao imeshuka Qur'ani. Mimi sisomi Qur'ani, ninataka kuipokea na mimi Qur'ani fi qalbi, fi hayati. Nataka na mimi ewe Allah unishike mkono na mimi niipokee hii Qur'ani kama alivyopokea Mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Akbaru amali kubwa aliyoifanya Rasuluna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika usiku wa Lailatul Qadr ilikuwa ni talaqal Qur'an al-Karim, ni kuipokea hii Qur'ani kwenye moyo, kwenye kifua. Bwana Mtume akafungua kifua, Qur'ani ingie. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kwa nini? Ili Qur'ani itakapoingia kwenye kifua baraka zake zionekane pia katika maisha. Kwa sababu tilka laila hiya lailatun mubarakatun, kwa hakika ule ni usiku miongoni mwa usiku yenye baraka. Hivyo basi nikisema kuipokea Qur'ani, madha yani dhalik? Anza leo, Allahu akbar. Anza sasa hivi kutoka kwenye hii mimbari ya Bwana Mtume. Nyinyi hii mimbari ni ya Mtume. Hii mimbari ni ya Mtume. Yani Mtume akiingia hapa sehemu yake ni hii mimbari. Kuna watu wengine pengine huwa hawaelewi nini maana ya mimbari. Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam au imamun ma'sum salawatu rabbi wa salamuhu
لو زارنا في هذا المكان أو في هذا المسجد Imam Mtume akiingia sasa hivi hapa, hii ndiyo sehemu yake, hii ndiyo sehemu yake. Kwa hiyo sisi tunapokuwa katika mimbar tunakaa kwa heshima zote, kwa sababu hiki ni kiti ambacho wanakikalia ima Imam Maasum au mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na ndio maana na wewe ukiwa chini ya mimbar, aqulu laki, ninakuhusia sana kijana wangu, ukiwa chini ya mimbar, ukiona umekaa chini ya mimbar, igtanim hadhihi alfursa. Ni fursa kubwa sana hiyo Mungu amekupa. Tia nia Mwenyezi Mungu akufungulie mambo yako, kwa sababu khatibu haruhusiwi isipokuwa kunukuu tu maneno ya Bwana Mtume na maneno ya Imam. Na haya yote ni mambo yaliyobarikiwa. Hivyo basi pokeeni hichi ninachokisema. Kwa hakika usiku wa Lailatul Qadr, pamoja na yote ambayo tunakwenda kuyafanya, tufanye maandalizi ya kwenda kuipokea Qur'an. Kuweka maandalizi tunafanyaje? Moja, mwambie Mwenyezi Mungu baada ya mimi kushuka mimbar, ewe Mwenyezi Mungu, kuanzia sasa nafanya kwanza, natubia kwako, lakini naiambia nafsi yangu kwamba hakuna kitu muqaddas, hakuna kitu kitukufu kuanzia leo katika maisha yangu zaidi ya Qur'an. لأن القرآن الكريم لا يدخل إلى قلب من لا يقدسه. Qur'ani haiwezi kuingia kwenye moyo wa mtu ambaye asielewa hadhi yake. Wewe kama wewe unasoma Qur'an asallata ala ma huwa al-Qur'an al-Karim abaan manthura, utaelea tu, lakini kwenye kiini cha Qur'ani hauwezi kufika. Kwenye kiini cha Qur'ani wewe hauwezi kufanyaje? Hauwezi kufika. Idha turidu an ta'rif, ukitaka ufahamu ujue kwamba Qur'ani sio kitabu cha kuchezea, waulizeni mashekh. Uliza shehe wako. Idha tafaqa, bahati mbaya ikatokea karatasi la Qur'ani limedondoka chooni, karatasi la Qur'ani limedondoka wapi? Chooni. Isal, kawaulize. Na tumeshindwa kulitoa, tumefanya jitihada, limezama kwenye najis, na tumeshindwa sisi kulitoa lile Qur'ani. Fama huwa al-hukmu ash-shar'i, hukumu ya kisheria inasemaje? Isma, fa inna al-hukma ash-shar'i yaqul, hukumu ya kisheria inasema ni haram kuanzia siku hiyo kuendelea kutumia kilicho. Sallallahu alaihi Muhammad wa kile choo tunachukua mawe tunajaza tunaziba. Lesh? Lianna al-Quran a'zam kitab, kwa sababu Quran ni kitabu kitukufu sana. Yani wewe pokea hiyo kamba, wewe uzidi, yani ni sana sana zaidi ya sana. Huwezi kunufaika na Qur'ani illa wa an tahmila hadhihi al-muqaddima. Qur'ani haitokufaa chochote wewe kama hutangulizi wewe hapo. Huwa unaijua Qur'an, usiwe unaijua Qur'an, ni lazima ujilazimishe kuamini kwamba hakuna kitabu kitukufu. Sio hakuna kitabu, hakuna kitu kitukufu kwangu mimi kama Qur'an. Na ndio maana maulama wanasema usiweke Qur'ani chini. Hapa si tahiri wewe, Qur'ani usiweke chini, haina shida. Kwa nini? Hapa chini hapa sawa, ni maalum kwa ajili ya kitu gani? Ni kwa ajili kutembea, si ndio? Kwa miguu yako, si ndio?
Unapoiweka Qur'ani chini, ina maana wewe unakuwa adenaitahu, umeifanya Qur'ani kuwa ni duni, umeifanya Qur'ani kuwa ni duni. Ukiifanya Qur'ani kuwa ni duni, ni kweli kuiweka wewe chini, lam taf'al haraman. Hatuna sisi hukumu ya kisheria inayosema ukichukua msahafu ukaiweka chini umefanya haramu. Sisi hiyo hukumu hatuna. Lakini ukafanya hili tu, jambo hili, unakosa baraka za Qur'ani, unakosa baraka za Qur'ani. Ina maana wewe hutofaidika na wala hutoneemeka na Qur'ani. Ningeomba wasimamizi wa hadhara, muda wangu ukiisha, wanishtue kidogo. Maana mimi naongea vitu vingine vinaingia, vingine vinatoka. Kwa muda wangu tafadhalini, ukiisha mbele ni. Kwa hivi ndivyo ilivyo Qur'ani tukufu. Kwa jambo la kwanza ni lazima uweke maandalizi ya kupokea hadha alkitab almuqaddas. Isma hadha alkitab, hichi kitabu kilivyokuwa ni kitukufu sana, kitukufu sana. Hata asiyejua kikisoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani anaambiwa falyatasafah, basi hata aangalie mstari kuanzia mwanzo mpaka mwisho, aje wa pili mwanzo mpaka mwisho, aje wa tatu mwanzo mpaka mwisho, hivyo hivyo, hiki kitachukuliwa na kuzingatiwa kama kisomo kwa yule asiyejua kusoma. Kwa hiyo hata mabibi zetu, baba zetu ambao hawakupita madrasa, wanunulieni Qur'ani, wapeni zawadi ya Qur'ani. Mwambie wewe si haujui, iheshimu tu Qur'ani, ipende Qur'ani, iweke sehemu nzuri. Ndio maana utamaduni mzuri, tena karatasi ya Qur'ani wanaichukua wanakwenda kufanyaje? Zamani waliweka kwenye maukuta yale. Fa innal Qur'ana al-Karim aqaddas kitab, Qur'ani ni kitabu kitukufu wewe, walidhalika, na ndio maana kuichoma Qur'ani haram. Uruhusiwe kuichoma Qur'ani tukufu. Ni mti ule. Qur'ani huruhusiwi kuichoma wewe. Qur'anul Karim la yajuz. Na waandika dua ambao hawataki kusoma dini, unaona anaandika hasa Mwenyezi Mungu alafu anamwambia mtu aende akachome, wewe akachome Qur'an. Wewe umetoa unachoma Qur'an tukufu, adham kitab, unaenda kuchoma Qur'an. Isma, Qur'ani tukufu, hata yale maji yake tu unapokuwa umeyasomea usiende ukaoge choo, ta'dhiman lihadha alkitab almuqaddas, kwa ajili tu ya kutoa heshima kwenye kitabu. Naona shehe uliza asikuletee balaa, amekusomea maji kulwa dhao, umeyasomea, basi dawa hii, sawa, ina shida, ni dawa kweli, fi shifa, usiende kuogea chooni, usiende kuogea chooni. Kwa nini? Kwa ajili ya kuheshimu nini? Qur'an, kwa kuunguza Qur'an wewe. Sasa kama Qur'ani zimechafuka tunafanyaje? Ukiweza weka kwenye sanduku, chukua sanduku, weka mle ndani, chimba chini, weka ile sanduku. Au kishindwa, angalia sehemu tahir, chimba, weka. Au angalia mto ambao ni tahir, kaweke, katupe. Hizo ndio taratibu. Kwa hiyo katika amali kubwa ambazo tunatakiwa kuzifanya inshallah usiku wa kuamkia kesho tarehe 23, ni amali gani? Tukafanyeni amali ya kwenda kuipokea Qur'ani tukufu. Twendeni tukaipokea Qur'ani tukufu. Kwa maana leo, kwa heshima zote, leo hii ukiona Qur'ani popote pale ilipo, nenda kaibusu, ta'dhiman lahu, mwambie nakubusu wewe Qur'ani, kwa sababu ni kitabu kitukufu, na kupenda sana na kuheshimu sana, na kuheshimu sana na kuthamini sana. Ni muhimu sana. Hilo ni jambo la kwanza ambalo inabidi tulizingatie ili tuweze kudiriki nini? Lailatul. Jambo la pili, Allahu Akbar.
jambo la pili kubwa, jambo la pili muhimu, jambo la pili nyeti, liman arada an yudrika lailatul qadr, ukitaka uidiriki lailatul qadr inabidi uzingatie al-ittisalu bil ma'sum. Al-ittisalu bil ma'sum, ni lazima uishike mikono ya maasum, usiache. Mwambie, naishika mikono yako, naomba unipeleke, naomba unipeleke, na kuomba unipeleke, peleke kwenye ulimwengu, ulimwengu wa Rabbani, ulimwengu wa Mungu, ulimwengu wa maanawi, ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kiroho. Na hapa kuna mambo mengi ya kuzungumza, kuna mambo mengi. Naomba kabla sijali ashiria hii pointi ya mwisho, hili lililokuja sasa hivi niliweke wazi mbeleni. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala indama khalaqa al-insan, Mwenyezi Mungu baada ya kumuumba binadamu, sikiliza vizuri, Mwenyezi Mungu baada ya kumuumba binadamu anasema wanafakhtu fihi min ruhi, nafakhtu fihi fil insan min ruhi, kwamba Mwenyezi Mungu alipuliza, alitoa, ilitokana roho yako na yeye. Min ruhi, roho yako imetokana na Mungu ikaenda kwenye kiwiliwili chako. Nikisema kwa taabiri au kwa ibara ya kujiazima ili tu tufahamiane, sio makusudio, ni ili tufahamiane tu, ni sawa sawa na kusema kwamba roho ni kama, naomba msije mkaingia katika kufuru nyinyi, natoa tu kama mfano, roho ni kama pande linalotokana na nani? Ni pande la uzima linalotokana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo wewe una pande la Mungu kwenye mwili wako. Nafakhtu fihi min ruhi. Esma, na kusema roho imetokana na Mungu, watu wanachukulia kawaida tu, hawaelewi maskini ya Mungu. Ndio maana Imam Ali alisema ukiwa hujasoma una relax, sasa vitu vingi hujui, unaweza kawaida tu. Isma, tunaposema kwamba roho imetokana na Mwenyezi Mungu, fa inna Allaha huwa dhalika almawjudil kamil wa lahu alkamalul mutlaq. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye asiyekuwa na mapungufu, kwa maana kila ambacho ni ukamilifu ndiyo sifa yake yeye mwenyewe na ndiyo kiini chake. Huyu ndiyo Mwenyezi Mungu. Uwepo wake hauna mipaka, ukamilifu wake hauna mipaka. Kwa hiyo kuna kitu kimetokana na huyu mkamilifu asiyokuwa na mipaka, huyu mwenye uwepo usiokuwa na mipaka. Kuna kitu kimetoka kwake alafu kimekuja kwako. من الموجود المطلق إلى هذا الإنسان الذي يذهب ويعصي. Kwamba ile roho ya Mungu ambayo ipo ndani yako wewe mapokezi yako eti unakwenda kuasi. Mungu yumo ndani yako, wewe unakwenda kuasi. Kitakachotokea ni nini? Tahbisu dua, maombi yanafungwa. Tanzilul bala, mabala yanafunguka, na mambo mengine yote. Kwa nini? Kwa sababu unafanya matendo ambayo la yulaim ruh, unatenda matendo ambayo hayaoani na roho yako wewe. Roho imetoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anafanya mabaya au mazuri? Mwenyezi Mungu anafanya mazuri. Kama Mwenyezi Mungu anafanya mazuri na roho imetokana na anayefanya mazuri, ili wewe uendane na roho yako inabidi ufanye nini?
inabidi ufanye mazuri. Usipofanya mazuri, maana yake wewe unafanya matendo yanayokataana na roho yako, na roho yako ndio uzima wako. Inakufanya kitu gani? Utahangaika wewe mpaka unakufa. Utasema umerogwa wewe, hakuna aliyokuroga wewe. Ni kwa sababu kuna matendo ambayo unayofanya, na haya matendo la yulaimu ruh, hayaendani na nini? Na roho yako. Hii ni mada nyingine ndefu sana, nimetaka tufutilia kama. Kwa hiyo miongoni mwa amali tunazotakiwa kuzifanya katika Lailatul Qadr, al-ittisalu bil ma'sum, ni kuwa na mafungamano moja kwa moja na maasum. Aqulu lakum shay'an, naomba nikuelezeni kitu. Fa innal hur, kwa hakika hur katika kisa cha Karbala, ndani ya thawani alikuwa ni munharif, alikuwa hur amepotea. Indama ittasala bil ma'sum bi thawanin irtaqa ila darajati al-ulya. Baada ya hur kuungana tu na Imam Hussein, moyo wake kumkabidhi Imam Hussein kwamba Imam Hussein, fanya unachokitaka, amua unachokitaka, mimi ni mtekelezaji. Amua unachokitaka ya Hussein, amua unachokitaka, mimi ni mtekelezaji. Kuungana tu na Imam Hussein, al-ittisal bil ma'sum, kuungana tu na maasum. Hur amekuwa ni mtu mkubwa, amekuwa ni mtu mwenye daraja, amekuwa ni mtu sasa tunamtazama yule. Hadha al-awwal. Thaniyan, mfano al-ittisal bil ma'sum Karbala. Nyinyi mnafikiri Karbala ilikuwa ni masaa mengi sana, si ndio? Isma, fa innal Karbala laysa kama tatasawwar. Karbala sio kama unafikiria wewe. Kwanza Imamu alayhi salam katika siku ya Ashura, Imam alikataa wasipigane asubuhi. Asubuhi alifanya kila aliwezalo mapigano yasifanyike asubuhi. Karbala mapigano yameanza mchana, karibia na mida ya swala. Ile ndiyo mida ambayo mapambano ya Karbala yalianza. Kwa hiyo wale walipigana at least kuanzia pale mida ya sala ya dhuhuri kwenda mpaka kwenye karibu na ghurub, karibun ila al-ghurub. Yale mapigano yakawa yamefanyaje? Yameisha. Lakini ni kwa nini wale walipata daraja kubwa? Kwa sababu ittasalu ma'al imam al-ma'sum, waliweza kuungana na Imam Maasum ndani ya masaa machache tu. Ina maana wamekuwa ni watu wa kihistoria mpaka leo. Ni kwa nini Imam Hussein yale mapigano aliyafanya mida ya mchana? Kwa sababu ndiyo mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu mida ya mchana tuftahu abwabul barakat. Mida ya mchana huwa inafunguliwa milango ya baraka, na Bwana Mtume hajawahi kuianza vita mida ya mchana akashindwa. Yale ni mafunzo kutoka kwa babu yake Mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Hivyo basi wale waliungana na Imam Maasum ndani ya dakika chache tu. Walivyoungana na Imam Maasum, mwisho wa siku wakapata daraja. Kwa hiyo na sisi tunapokwenda katika usiku wa Lailatul Qadr, kesho hiyo insha Allah, usiku wa kesho, moja katika amali kubwa ni wewe kuungana na Imam Maasum. Na ndio maana ikawa katika amali, miongoni mwa amali nzito za usiku wa Lailatul Qadr ni ziyaratul Imam al-Hussein,
Hussein, kwa maana pale tunakwenda kuungana na Imam Maasum. Maana yake ni nini? Ni kwenda kula kiapo cha utumishi kwa maimamu wetu, kwenda kula kiapo cha utumishi. Kwa nini? Kwa maimamu wetu tunakwenda kula kiapo cha utumishi kwa maimamu wetu. Nenda kale kiapo cha utumishi pale unaposoma ziara ya Imam Hussein kwa niaba ya maimamu wengine wote. Ina maana pale lazima wewe uzingatie jambo hilo, lazima uzingatie jambo hilo kwamba ninasoma ziara ya Imam Hussein likai ujaddida bai'ati ma'ahu, ninataka kuanza maisha mapya. Ninawapa ahadi hawa maimamu kwamba mimi na kila nilichokuwa nacho nitahakikisha kwa namna moja au nyingine, kwa namna yoyote ninabakia katika nini? Katika utumishi. Sikiliza, utumishi maana yake nini? Ifham. Tukishasikia mimi ni mtumishi, hii ina maana gani? Utumishi maana yake nini? Sikiliza, tunaposema utumishi, sikiliza, kaa vizuri, pokea riziki hiyo, kaa vizuri, pate riziki. Tunaposema utumishi ni wewe unanitazama. Ifikie hatua moja katika huzuni yako kubwa ambao unatakiwa kuanzia leo uwe nayo, ni kwamba uwe na hamasa ya hali ya juu. Hamasa kwamba kila nilichokuwa nacho mimi nataka nimpe Bwana Mtume na maimamu. Kila ninacho kimiliki mimi nataka kiwe ni mali ya Mtume na maimamu. Hii ndio maana ya utumishi. Utumishi maana yake kila ninacho kimiliki mimi nataka nikifanye au nimekifanya, sio nataka, nimekifanya kuwa ni nani? Kuwa ni mali ya maimamu, mali ya Mtume. Kuanzia muda wako ni mali ya nani? Ya Mtume na maimamu. Damu yako ni mali ya nani? Ya Mtume na maimamu. Fikra zako ni mali ya nani? Ya Mtume na maimamu. Maamuzi yako ni mali ya nani? Ya Mtume na maimamu. Mimi sitaingia kwenye mambo ya kipuuzi. Mimi tayari nimeshanunuliwa. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Ushanunuliwa wewe, sasa mbakiwa na nini? Mimi Mungu ashanunua. Mungu akishakununulia wewe unabidi uwe pamoja na nani? Wewe ukishanunuliwa na Mwenyezi Mungu tayari unakwenda kufanya utumishi kwa nani? Kwa Mtume. Unakwenda kufanya utumishi kwa maimamu. Unakwenda kufanya utumishi kwa Mtume, unakwenda kufanya utumishi kwa maimamu. Muda wangu wote ni wa kwao. Mali zangu zote ni za kwao. Wao ndio watanigawia chakula. Fikra zangu nataka ni maneno yao ndio ziwe fikra zangu. Sitamchukia mtu chuki binafsi, sitaki. Kuna mtu mmoja zama za Bwana Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi, يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع أصحابه. Siku moja Mtume alikuwa ameketi na masahaba wake kama tulivyoketi. Faqal, akasema katika njia ile, sayatla'u rajulun alladhi kataba Allahu lahu annahu min ahli aljanna. Njia ile atachomoza mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemwandikia kwamba yeye ni mtu wa peponi. Akajitokeza mzee tu, yupo tu anaongea yeye mwenyewe. Watu wakaona mbona tumuelewi, huyu ndio mtu wa peponi.
Kesho yake mtume akakariri mlango ule atajitokeza mtu alladhi huwa min ahli aljanna, yule aliyotokea jana ndiyo aliyotokea pia na leo, huyo kesho siku ya tatu yake akasema hivyo hivyo, mlango huu atajitokeza mtu miongoni mwa watu wa peponi. Huyo wa kwanza ndio yule mzee pia akajitokeza. Amr ibn al-As akaona kwamba hapana, huyu mtu yukoje huyu? Mbona bwana mtume mara 3 ametoa utabiri? Bwana mtume mara 3 ametoa utabiri. Amr ibn al-As akamfuata yule mtu, akamuuliza, akamwambia, bwana samahani mzee wangu, alikuwa ni mtu mzima, mimi nimegombana na mzazi wangu, mzee wangu. Sasa niliweka nadhiri nikimuudhi baba yangu basi nitaacha makazi yangu, yani nitatoka nyumbani kwangu kwa muda wa siku 3 ili baba yangu aweze kuridhia na asibakiwe na kinyongo pale anaponiona nimemuudhi, asiendelee kuudhika. Kwa hiyo niliweka nadhiri kwamba nikimuudhi nitatoka nyumbani kwa muda wa siku 3. Ninakuomba wewe unipokee nyumbani kwako kwa muda wa siku 3. Kumbe lengo lake ni nini? Anataka ajue huyu mtu huyu usiku anafanya nini. Ndio lengo lake. Yule bwana akasema sawa, karibu nyumbani kwangu, nyumbani kwako, tafadhal marhaba, albaytu baytuk, hii nyumba nyumbako. Mfano wa vile Bi Khadija alipomwambia bwana mtume kipindi bwana mtume amemuoa, nakumbuka aliposema, nakumbuka au umesahau kidogo? Ndoa ya Bi Khadija mtume alifungia nyumbani kwa Bi Khadija, nyumba ya Bi Khadija. Mtume anataka kutoka, huyu anamwambia ami yake, anamwambia naomba uniachie Muhammad hapa, wewe nenda. Anaambiwa ami yake Abu Talib, naomba tumesha tufungia ndoa, tufungia ndoa, basi wewe nenda, naomba umuache Muhammad. Anamwambia albaytu baytuk, chukua ufunguo wa nyumba kuanzia leo hii nyumbani hapa. Sallallahu ala Muhammad wa alihi. Yule babu akamwambia albaytu baytuk, karibu, nyumba yangu ni nyumba yako. Kumbe Amr ibn al-As anakwenda kufanya upelelezi. Akaenda Amr ibn al-As, yule usiku amelala na koroma, huyu yuko anasikiliza, baka jamaa kama mtu kapeponi kana koroma, inakuwaje? Kur kur kur. Anakaa anamfuata, anaona ikifika ile mida ya asubuhi ndio anaamka. Siku ya kwanza hivyo hivyo, siku ya pili hivyo hivyo, siku ya 3 hivyo hivyo. Amr ibn al-As anasema hamna kitu, hivi mtume amejichanganya au ni kweli, au mimi ndio nimemuelewa vibaya, au alikuwa na maana nyingi? Mtu wa peponi hata sala za usiku zinamsumbua. Mtu wa peponi hata sala za usiku zinamsumbua, simuoni mimi. Asubuhi yake akamwaga, akamwambia mzee, nashukuru umenistiri kwa muda siku 3, naomba nirudi nyumbani. Sema sawa. Sema sawa, karibu tena. Yule akapiga hatua, roho haimkubali. Akamwambia bwana samani, nimerudi, nikueleze tu kweli. Mimi bwana nataka nikuulize, hivi wewe maisha yako ni haya tu au kuna amali huo unazifanya? Akasema mimi maisha yangu ni haya. Hivi ulivyoniona ndio hivi, sina nilichokuficha mimi, ndio hivi. Naomba usinifiche, nieleze. Akasema ndio hivi. Nieleze. Ndio hivi. Asema bwana ni hivi, zaidi ya mara 3 bwana mtume ametoa utabiri kwamba wewe ni mtu wa peponi. Nimekuja nisamee, nilikuwa nataka kuchunguza hivi wewe usiku unafanya mali gani, ili na mimi niende nikaifanye, pengine nikaingia katika utabiri wa bwana mtume. Lakini nimekuona unalala, sioni ibada ya ngumu ambayo waislamu wengine wanaifanya, hawaifanyi, wewe unaifanya hii. Yule bwana akasema wallahi mimi maisha yangu yako ni haya, mimi sina la ziada. Sema basi nashukuru. Amr ibn al-As akawa ametoka. Alipotoka ule mzee akamuita tena, akaambia rudi kijana, rudi. Akasema mimi tunakumbuka kipindi ninasilimu
ninaingia kwenye Uislamu, taahadtu, niliweka ahadi, Mwenyezi Mungu, umri wangu umekwenda, ibada ngumu sina uwezo wa kuzifanya. Niliweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu, maisha yangu yote, Muislamu yoyote atakayenikosea nitamsamehe. Sallallahu alaihi wasallam. Muislamu yoyote atakaye nikosea nitafanyaje? Nitamsamehe. Na sitomwekea kinyongo Muislamu wa aina yoyote. Nitaumia mimi, lakini Waislamu wabakie kwenye amani na kwenye. Yule bwana akaenda kwa Bwana Mtume, akamuelezea kisa, akamwambia sadaqta, hiyo sifa aliyokuwa nayo, safaul qalb, kuwa na moyo safi, safaul qalb, safaul ruh, kuwa na moyo safi, moyo usiokuwa na uchafu, hilo tu limempa baraka na kuchaguliwa katika orodha ya watu wa peponi. Na hapa tunakumbuka leo ikiwa ni siku nzito, siku ya munasaba wa kifo cha Imam Ali alayhi salam. Shahada ya Imam Ali alayhi salam ni shahada nzito sana. Wanafunzi, ayuha tulab, hakikisheni mnakisoma kifo cha Imam Ali kilikuwaje, kilitokea vipi kifo cha Imam Ali alayhi salam. Sisi hatuna uwezo ukizungumza kwenye mimbari kama hii, lakini ni kifo kirefu sana, ni kifo kizito sana. Mimbabi tabarruk, kwa kumalizia muhadhara wangu kwa kutabaraki tunda na dakika 3 tumalize muhadhara huu. Imam Ali alayhi salam, usiku wake wa mwisho kabla ya kupigwa ile dharuba, fi tilka al-laila, katika ule usiku wa mwisho, kana min adatihi, ilikuwa ni katika ada yake, Amirul Mu'minin salamullahi alayhi, ilikuwa ni katika ada yake, hasa mwezi huu wa Ramadhani, mwezi huu Ramadhani, alikuja na ada mpya. Kana yafturu inda al-Hasan yawman, alikuwa kifuturu kwa Imam Hasan siku moja. Siku ya pili yafturu inda al-Husayn, anafuturu kwa Imam Husayn. Siku ya tatu anafuturu wa Abdullah ibn Jaafar, ambaye ni mume wa Sayyida Zainab, alikuwa akienda kufuturu. Usiku wa kuamkia tarehe 19, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana al-Imam Ali alayhi salam inda as-Sayyida Zainab. Imam Ali alikuwa yupo kwa Sayyida Zainab, na kipindi Sayyida Zainab anamletea futari ili aweze kufuturu, lam yatanawal, hakula zaidi ya matonge 3. Kisha matonge vipande, sasa wewe sema unapojua. 3 luqam. Akaulizwa, ni kwa nini leo umekula matonge 3, vipande 3, limana? Akasema, liannani uridu an alqa rabbi, kwa sababu ninataka nikutane na Mola wangu, wa ana khamisun, nikiwa ni mwenye njaa. Sitaki nikutane na Mwenyezi Mungu tumbo langu likiwa limejaa. Kwa hiyo Imam Ali ule usiku aliweka maandalizi kwa ajili ya kifo chake. Anasema, lam yarkudu fi tilka al-laila, ule usiku Imam Ali hakulala
kulala kabisa. Kana yusalli daiman, daima alikuwa ni mwenye kusali. Yutilu ruku'ahu wa sujudahu, alikuwa akisali akirukuu anarukuu kwa muda mrefu sana, akisujudu pia anasujudu kwa muda mrefu. Fakana yakhruj, akimaliza sala yake, yakhruju ila al-kharij, alikuwa anatoka nje. Wayanzuru ila samaa, anaangalia mbinguni, anasema Allahumma barik mauti, ewe Mwenyezi Mungu naomba ukifanya kifo changu kiwe ni kifo cha baraka. Allahumma barik liqa'i bik, ewe Mwenyezi Mungu nakuomba safari yangu ya kukutana na wewe iwe ni safari yenye baraka. Hayo ni kabla hajapigwa dharuba, ni usiku wa kuamkia tarehe 19. Haya maneno Imam Ali alikuwa akiyasema mara kwa mara, kila akisali akitoka nje anaongea. Familia ya Bwana Mtume akiwemo Saida Zainab walishtuka, wakaona sasa imekuwa sasa hapana. Wakamwambia, ewe baba, ni kitu gani kinakwenda kutokea? Akamwambia Saida Zainab, ile siku ambayo niliahidiwa, na ile siku ambayo nilikuwa nikiomba na mimi, isma fa inna amira almu'minin kana yantadhir hadha al-yawm. Imam Ali alikuwa amejiandaa, alikuwa anaisubiria hii siku. Kana yantadhir, alikuwa anaisubiria, nasubiri kwamba leo naenda kupigwa panga. Fakir, leo ninakwenda kupigwa panga. Hiyo ndio ahadi ambayo Mwenyezi Mungu ameitoa. Amirul Mu'minin ala kulli hal. Hapo kuna mambo mengi yaliyojiri. Alipokwenda masjid walimkataza, alianguka, nguo yake ni yote. Hayo ni mambo ambayo yanazungumzwa, lakini sitaki kuelezea, muda sina. Lakini alipofika masjid min babi tabarruk, indama wasala almasjida, Imam Ali alipofika msikitini, siku ile ulikuwa ni usiku wa kuamkia tarehe 19, kuna majmu'atu min sahaba, kuna watu wachache ambao walikuwa wamelala msikitini siku ile. Minhum Hijr ibn Adi, miongoni mwa watu ambao waliokuwa wamelala msikitini alikuwa ni Hijr ibn Adi. Hijr ibn Adi alikuwa ni sahaba wa kindaki wa Imam Ali alayhi salam, kwa mpenda sana Imam Ali. Hijr ibn Adi, tuba lahu, Mwenyezi Mungu inshallah ipokee roho ya Hijr.